Halima ni mama mjane wa miaka 45 kutoka katika kijiji cha Liabukande mkoani Shinyanga. Mama huyu alijikuta akipitia kipindi kigumu baada ya kifo cha mumewe ajulikanaye kwa jina la Hamisi. Hamisi aliacha shamba lenye ukubwa wa ekari 10, nyumba ndogo ya kifamilia na mifugo michache. Baada ya mazishi, ndugu wa Hamisi walidai kuwa mali zote za Hamisi ni za ukoo na si mali ya familia ya Halima. Walimtaka Halima na watoto wake 4 kuhama nyumbani hapo walipokuwa wakiishi. Nilihisi kama dunia imenigeukia. Yaani ilikuwa sina hata sehemu ya kukimbilia. Ndugu wa mume wangu, yaani walichukua kila kitu na kutaka nihame mara moja. Nilichanganyikiwa na kukata tamaa. Miezi kadhaa mama huyu alikata tamaa. Alijaribu kuzungumza na ndugu hao ili kusuluhisha mgogoro huo, lakini walimpuuza na hata kumtishia. Bila uelewa wa sheria, Halima alihisi hana nguvu tena mbele ya dhuluma hiyo. Ni siku moja tu, kupitia mitandao ya kijamii, Halima alisikia kuhusu kampeni ya Mama Samia Legal Aid MSLAC, ambayo ilikuwa inatoa msaada wa kisheria bure kwa wananchi wa kawaida kabisa. Nilizipata hizi taarifa kwenye mtandao wa kijamii. Watu wa msaada wa kisheria walipokuja kijijini kwetu, nikaona hata nisibaki nyuma, ngoja niwafuatilie. Kweli baada ya kufika kule, huu msaada wa kisheria ukanitendea haki. Niliona kama ishara ya Mungu ambaye amenishukia ndani ya moyo wangu. Nilifarijika sana sana. Mama huyu aliamua kuhudhuria kikao kilichofanyika kwenye ofisi ya kata kijijini kwao. Akiwa na hofu na wasiwasi, Halima alieleza hadithi yake kwa mawakili wa MSLAC waliokuwa kwenye kambi ya kutoa msaada kijijini hapo, msaada wa kisheria. Walimsikiliza kwa makini, wakamfariji na kumhakikishia kuwa sheria inatambua haki yake kama mke na mama wa watoto wa Hamisi. Mawakili hao wa MSLAC walimsaidia kuandika barua rasmi ya madai kwa ndugu wa Hamisi, wakitumia lugha ya kisheria iliyoeleza haki ya Halima kulingana na sheria za mirathi za Tanzania. Mawakili waliniwakilisha kwa ujasiri na kwa ufahamu wa kisheria. Mpaka ndugu zangu walilazimika kukubali hilo. Walihimiza mazungumzo ya upatanisho kwa amani kabisa, na walipokuwa katika kikao cha familia, walihudhuria mawakili hawa wakiwa ni mawakili wa Halima. Baada ya mazungumzo, ndugu walikubali kugawanya mali kwa haki. Halima alipata nyumba na ekari 5 za shamba, huku mifugo ikigawanywa kati ya watoto wake 4. Leo naishi kwa amani na watoto wangu. Nimepata ardhi yangu, nyumba yangu, mifugo, mpaka majumba yote nimepewa. Sasa naishi na amani na maisha yangu sasa yanasonga mbele. MSLAC pia ilimpa elimu ya kisheria kuhusu jinsi ya kusimamia mali hizo na kuandaa wosia mapema ili kuepuka migogoro ya namna hii baadaye. Leo Halima anaishi kwa amani na watoto wake. Elimu ya kisheria ndio iliyokuwa maisha yangu, na labda ningejua mapema, wala singepitia mateso kama haya niliyoyapata. Hata hivyo, naandaa usia wangu mapema wa watoto wangu ili wasije kupata shida kama niliyopitia mimi. Jamani, mama yao nimeteseka, lakini sheria imeniokoa. Kupitia msaada unaotolewa na wanasheria wa MSLAC chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, Halima si tu kapata haki yake, bali pia
anahamasisha na kuwaelimisha wanawake wengine pale kijijini. Kisa cha Halima kinaonyesha umuhimu wa msaada wa kisheria kwa wananchi wa kawaida. Mslak imekuwa mwanga wa matumaini kwa watu kama Halima, ikibadilisha maisha yao na kuwapa uwezo wa kusimama imara dhidi ya dhuluma. Niliona kama ishara ya Mungu ambaye amenishukia ndani ya moyo wangu. Nilifarijika sana sana mpaka kufikia leo. Namshukuru sana Mama Samia. Kwa hiyo naomba muishi kwa upendo na amani na ushikamano. Mama Samia anawapenda wote. Tumeona vizuri. Nashukuru. Asante Mama Samia. Asante Samia. Umeniona mama, umesikia kilio changu Samia. Asante kwa kuniweka huru Mungu wangu. Asante Mungu, Samia amenisikia kilio changu. Samia ongera. Ongera mwanamke mwenzangu. Ongera umenisikiza kilio changu. Umenichongo jupukala nilikuwa mkwami. Asante Samia. Asante Samia. Asante wangu. Asante mwanamke mwenzangu. Asante.